Uhali gani mwanafunzi wa darasa la umeme? Karibu tena katika mwendelezo wa darasa letu. Leo naenda kuwafundisheni jinsi gani nilivyopiga wiring hii nyumba. Sawa. Hapa bado sijaingiza waya, lakini msingi wa wiring nilioufanya hapa nataka na wewe mwanafunzi wangu uweze kujua. Sawa. Okay, hiki ni kibaraza ambacho kwa nje hapo kuna switch socket, nitakuja kuonyesheni hapo. Tunaanza hapa. Hii hapa ni seble. Sawa. Ni nyumba tu iko simple lakini na vitu vingi. Seble hii hapa kuna switch socket hii hapa. Sawa? Lakini installation ambayo nimeifanya hapa katika uwekaji wa bomba zote zimepita chini kama unavyoona hapa. Sawa? Zote zimepita chini. Kwa hiyo baada ya kuangalia darasa hili utajua vitu vingi tu. Sawa mwanafunzi wangu? Hii ni wiring ambayo zinafanyika kwenye magorofa. Sawa, ni very expensive lakini ni best kwa sababu hakuna connection ambayo utafanya. Lakini pia hapa sebreni tuna hizi boxi tatu ambazo bomba moja imepanda juu. Hizi boxi tatu, kuna moja hapa itakuwa ni kwa ajili ya kuwasha taa. Sawa. Lakini pia hapa kuna regulator nyingine, hiyo tutaifanya kama DP kwa baadaye. Sawa, lakini kwa hapo sijaiplan kama DP switch. Hapa sasa ndipo tulipoanza kufanya kazi. Sawa. Switch socket hii ya kwanza, hapa kuna bomba mbili. Sawa. Kuna bomba hii ya kulia, lakini pia kuna bomba hii hapa ya kushoto. Hii bomba ya kushoto ndio imetoka hapa, kutoka hapa juu kwenye boxi imeenda moja kwa moja kwenye distribution board. Yaani imepita chini hapa, imeenda kupanda katika main switch yetu. Bomba hii ya kwanza kulia ndio imeenda mpaka juu kwenye bodi yetu hiyo hapo. Sawa. Baada ya hapa sasa, kwenye ile switch socket ambayo tayari bomba yake imetoka kwenye distribution board, kuna bomba ya pili ya kulia. Sawa, ambayo bomba ya pili ya kulia ni hii hapo. Imetoka hapo ikaenda kumpa moto switch socket nyingine hiyo hapo. Sawa. Sawa. Tunafanya looping. Baada ya hapo ikatoka bomba nyingine hiyo hapo, imepita chini, imeenda mpaka hapa. Sawa, ikaingia hapo. Sawa. Baada ya kufika hapo, hiyo imetoa tena moto hapo, imetoka chini, imetoka hapo, imetoboa, imeenda huko nje. Sawa, umeona hiyo switch socket imepata moto kutoka pale. Kwa hivyo hapo mpaka sasa tuna switch socket 4 ambazo zote zimefanya looping, moja ikaenda distribution board. Hii hapa itakuwa ni switch ya kuwasha ile switch socket ya nje, kwa sababu unapofanya wiring hautakiwi switch socket iwe na moto moja kwa moja kule nje. Lazima wewe uiruhusu kutoka ndani ili wezi wasije wakakuibia. Hii hapa ni DP switch. DP switch ndugu zanguni inatakiwa itoke moja kwa moja kwenye bodi. Kwa maana yake na hiyo hapo unaiona ni output. Kwenye DP switch kuna input na output. Sawa. Kwa hiyo hapa bomba imepita chini hivyo, tukaichimbia chini, ikapita hapa, ikaenda kuingia moja kwa moja katika upande wa pili wa bomba hiyo hapo. Umeona na ikatoka hapo ikapanda moja kwa moja mpaka juu. Upo hapo mwanafunzi wangu? Sawa, hizi ni wiring ambazo tunafanya kwenye magorofa. Sawa. Lakini popote unaweza kufanya kwa sababu tu iwe bora. Lakini pia kuna nyingine hii hapa. Hii ni DP switch nyingine. Sawa. DP switch hii hapa ni kwa ajili ya pump. Hii sijaipeleka bodi moja kwa moja, kwa maana yake sijaipitisha chini. Hii ilitoboa hapa, tumeitobolea kwa hapa, imetoka nje. Baada ya kutoka nje, maana yake ni kwamba hiyo ndio itakuwa ni output. Alafu input ni hii hapa, imepita juu. Sawa. Hiyo ndio itakuwa input, bomba hiyo hapo imeenda juu mpaka kwenye distribution board. Tunaingia sasa katika master. Hii master kama unavyoona hapa ni switch ambazo ziko chooni, lakini kuna hii pointi. Hizi ni boxi mbili. Ya kwanza itakuwa ni utaita, ya pili itakuwa ni kwa ajili ya kuwashia taa chooni. Sawa. Sasa basi utaita power yake itapita kutoka juu. Sawa, hatukuipitisha chini. Halafu hii hapo unayoiona
ni output ya water heater. Nimekwambia hivi, kwenye water heater kuna in na out. Sawa, out manake hapo ndio itakuja kufungua mashine kwa ajili ya kupasha maji. Lakini pia tuna hizi box mbili hapo. Kiingia mlangoni, huyu mwenyewe bana kwa anataka vitu vingi sana. Hii moja hapa tutafunga 3 gang 2 way. Sawa, 3 gang 2 way hiyo itakuwa ni regulator. Lakini hapa kwenye hiyo alama ambayo nimechora tutaongeza box nyingine kwa ajili ya air condition. Sawa, hapo yenyewe pia itapita chini itaenda kwenye body. Sawa, kwa maana yake katika master yake kutakuwa na box tatu hapo kwenye kuingilia. Kuna box ya regulator, box ya switch ambayo hapa tutaweka 3 gang 2 way. Nitaonyesheni jinsi nilivyofanya wiring kabisa kwa ajili ya wire. Lakini baada ya kutoka hapo, bomba moja kutoka kwenye ile switch ya 3 gang 2 way itakuja hapa. Sawa, hapa huyu mwenyewe anasema akitaka kuhamisha kitanda, ukuta huu akutane na switch na ukuta huu pia akutane na switch. Kwa maana yake akiingia mlangoni na uwezo wa kuwasha taa, na akifika upande mwingine anaweza pia kuwasha taa. Sawa, pale kutoka pale, ile pale ni 2 way ambayo itakuja hapo. Sawa, na imetoka hapo bomba nyingine imekuja kule mwisho. Umeshaona? Maana yake hapa tutamwekea intermediate katikati, 2 way ya mwisho itakuwa hapo na mwanzo pale itakuwa ni mlangoni. Yaani kama ikitokea amebadilisha kitanda, akutani na switch zote. Umeelewa mwanafunzi wangu? Maana yake 2 way hapa zimelinki. Tumefanya wiring ya chini. Juu wiring ni chache sana, nitawaonyesheni katika video inayofuata. Sawa Lakini pia huyu bwana katika upande wa kitanda anataka switch socket. Yaani anapolala aweze kuchaji, na akibadilisha kitanda aweze pia kukutana switch socket na 2 way sehemu nyingine. Hii ni boxi nyingine. Sawa, maana yake katika chumba hiki kuna switch socket 4. Sawa, hapa hii ndio ilikuwa ya mwanzo ambayo ilikuwa inaleta power. Ilitoka hapo ikaenda pale kwenye switch socket hiyo hapo. Sawa, na baada ya hapo tutatoa bomba moja kutoka hapo, itatoka hapo itapita, kwa sababu kutoka hapo na body ilipokuwa ni jirani. Umeona hapo? Maana yake itashuka hapo chini, itatoka hapo itapanda kwenye distribution board. Maana yake power itaingia hapo, itaenda kumpa huyu hapo, na ikishatoka hapo power itatoka katika bomba hiyo hapo, itapita chini kama tulivyopitisha hivyo bomba, itaenda moja kwa moja kuingia katika switch socket hiyo hapo. Sawa, na baada ya kuingia hapa itatoka bomba hiyo. Umeona bomba hiyo imetoka? Itatoka itapita chini, itaenda kumpelekea huyu wa kwenye kitanda kwenye switch socket. Kila upande wa kitanda kuna switch socket. Tumeelewana Kwa hiyo hii hapa ni air condition DP switch, ambayo DP switch hii hapa power yake no, hii ni TV. Hii ni TV kwa ajili ya huyu jamaa chumbani kwake anataka TV. Maana yake power imechukua hapo, ikatoka bomba nyingine hapo juu, ikaenda huko kabisa huko juu. Sawa, na hii point ambayo unaiona hiyo round box ni point kwa ajili ya output ya AC, ambayo DP switch tutaweka pale mlangoni. Alafu mashine ile ya indoor itakaa pale tulipoweka round box. Okay, tunakuja hapa ni jikoni. Jikoni nilivyofanya mimi, hapa katikati kuna kuka. Hii ni kuka. Sawa? Hii bomba bwana tutaibebesha mzigo mkubwa, kwa sababu itapita waya takriban 6. Imetoka pale imekuja moja kwa moja katika bomba hiyo hapo ya 3. Hiyo bomba ya 3 ni kwa ajili ya kuka. Sawa? Manake pale jamaa na plan ya kuweka jiko la umeme. Tutavuta waya 6. 3 zitakuwa kwa ajili ya kuka, 3 zitakuwa kwa ajili ya switch socket, ambayo 3 zikishafika hapo hazitakaa. Sawa? Itapita. Ikishapita manake itapita hapo, itaenda kuipa switch socket hiyo hapo, na itarudi kwa ajili ya kuipa power switch socket hii huku. Sawa? Lakini pia tuna upande mwingine. Huku kuna switch socket pia 2. Hizi zenyewe zimetoka moja hiyo hapo, nyingine hiyo hapo. Hii ni radio circuit. Hatujafanya ring circuit humu ndani. Baada ya hapo itashuka bomba moja, imeenda moja kwa moja katika distribution board ambayo itakuwa ya 4. Sawa, unaweza ukajiuliza mbona bomba nyingi sana zimeenda board? Hii switch ni ya njia ngapi? Sawa. Switch socket kikawaida inatakiwa ziwe socket moja ziwe switch socket 10. Nitawaelekezeni huko mbele. Hii ni switch ambayo itakuwa inawasha taa hapa jikoni. Hii haina mambo mengi, itakuwa ni 1 gang 2. Sawa. Alafu hii hapa, hii itakuwa ni 2 way.
Sawa, manake huyu jamaa bana anataka kuishi kizungu. Hiki chumba ni cha mtoto wake, anataka mtoto wake akitoka huku chumbani, sawa, aweze kuwasha taa za kwenye corridor hapa. Sawa, atawasha hapo, lakini pia kule mlangoni kabisa, sawa, huku pale, umeona box ile pale mlangoni ukiingilia kule, aweze kuzima. Lakini pia jamaa naye chumbani kwake anataka akitoka usiku aweze kuwasha taa za kwenye corridor. Manake hapa pia kutakuwa na intermediate. Sawa, intermediate itakaa chumbani, chumba chake hiki hapa ambacho jamaa anataka akiamka usiku aweze kuwasha taa za kwenye corridor na kwenye sebule, sio atoke kiza. Kwa manake tutamwekea intermediate. Hii itakuwa ni two way ya mwisho. Nitawaelekezeni kila kitu ambacho nimekifanya kwenye kuweka wire. Sawa Kwa hiyo maana yake kutakuwa na two way. Hiki ndio chumba cha mtoto wake. Kuna switch socket hiyo hapo moja, sawa, ambayo tumepitisha bomba ya power hiyo hapo chini. Kwanza tulitoboa kuipa power switch socket ya chumba cha pili. Alafu hii bomba unayoiona iliyotoka chini imepita hapo ikaenda mpaka katika bodi. Tumeelewana, imepanda sasa ikapanda kwenye bomba hiyo hapo ya 5 kukamilisha system yetu ya bomba ambayo tumeiweka. Lakini pia chumba hiki hapa tumetoboa, tumeleta power katika switch socket hii hapa. Sawa, imepita kutoka katika hii hapa, umeona tulitoboa kutoka hapo tukaitobolea hapo ikaingia kwenye ile switch socket. Na hii bomba ya chini ilishuka, imepita chini ikaenda kumpa power switch socket hiyo hapo. Umeona jinsi ya kupiga wiring ni rahisi tu, unafanya looping tu. Yaani ukishaweka hii system manake ushaweza kupiga wiring. Hii ni switch ambayo kutakuwa na switch ya kuwashia taa, lakini pia kutakuwa na regulator. Sawa, ambaye itakuwa ni two way. Kuna bomba ambayo imeshuka chini, hiyo itapeleka live 1 na live 2 kule mwisho. Sawa, kwenye kitanda ambacho iko kitanda pia kutakuwa na switch socket. Yaani hataki shida. Hata mgeni ukija nyumbani kwake utaenjoy, kwa sababu ukiingia kitandani utawasha na utakuwa na uwezo wa kuzima as you want. Sawa Hizi ni kazi za kijanja kwelikweli. Kwa hiyo napenda sana kuwafundisheni vitu ambavyo vitawafanya muwe mafundi bora popote pale ambako mtaenda, mfanye kazi nzuri. Sawa bana, naenda kuwaonyesheni kitu kingine muhimu katika nyumba. Lazima kuwe na taa za nje, tunaita security light. Security light sio tu zile za street light zile, hapana. Na maanisha taa za nje kwa ajili ya usalama. Okay? Hapa sisi tumetumia photocell. Hii ni taa ya kwanza, sawa Lakini pia kule kona kuna taa ya pili hiyo hapo kama unavyoiona. Lakini upande wa nyuma kuna taa mbili na upande wa kule tena kuna taa mbili, yani pembe zote 4 kuna taa mbili. Lakini taa hizo zote zinawashwa automatically. Yani maana yake nimefunga photocell. Lakini waambieni wanafunzi wangu, photocell kuna wakati zina shida. Umeme ukikatika, ukirudi taa ziwaki. Kwa hiyo hapa nilimshauri mteja wangu, kwa sababu anajiweza, tumefunga timer switch. Timer switch hii ni automatically switch, lakini yenyewe haisense kiza wala mwanga. Yenyewe huwa unaiset muda ambao unataka taa iwake na muda ambao unataka taa izime. Hizo kidogo ni ghali, lakini sio ghali hivyo. Kwa ukitaka kufanya wiring yako nzuri ya taa za nje ili ziweze kuwaka zenyewe, basi tumia timer switch. Hapa ndipo juu ya hii nyumba ambayo tutaifanyia wiring. Kuna pointi chache tu kwa sababu wiring nzima nimeifanyia chini. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, nitegee vizuri sikio lako ili uweze kupata kitu kikubwa sana hii leo. Nikwambie wiring ambayo tunaifanya hapa, tutatumia wire aina ya 2.5 1.5 kwa ajili ya taa, lakini pia tutatumia 4 mm. Hii hapa ni 1.5, tulikuwa tunaanza na installation ya taa. Kwa hiyo mwanafunzi wangu, single wire ndizo wire ambazo zimetumika hapa, na tunatumia single wire kwa kuepuka kufanya connection. Yani maana yake wiring hii hatufanyi connection. Tukutane katika darasa lijalo. Thank you so much.